Habari yenu tena, ni Fundi Martin hapa. Nawakaribisha katika channel yangu ya YouTube. Kwa wale ambao ni wageni, muweze kusubscribe for support na tutashukuru. So leo kuna kijana fulani hapa nilikuwa nikifuatilia kazi yake na nikapendezewa na ile content yenye ninaiona kwa mtandao, sana sana kwa Facebook. Nikamdm na bila madharau akanitafuta, na nikaona ni vizuri leo tuweze kukaa anielezee, kwa sababu nimemuona ni kama anakuwa role model kwa vijana. Anielezee zile changamoto zenye anapitia katika hii kazi yake anayofanya, alianzia wapi mpaka mahali ambapo amefikia kwa saa hii, na katika safari hii ya content creation anabania kufikia wapi ama malengo yake ni yapi, ndio tuweze kumuelewa vizuri na anatokea wapi na jina lake pia aelezee mwenyewe. Kwa hivyo rafiki yangu, naukaribisha katika ukumbi huu uweze kuelezea mafanzi wangu yale mambo yote umepitia. Ndio. Na mahali ambapo umefikia, kwa sababu nimefurahia na kazi yako. Ndio. Kwa majina naitwa Mabruk Muhammad Ali. Mimi ni Muislamu na jina la mitandao celebrity name naitwa Lil Shayz. Kwa kila mtandao wa kijamii kote jina ni hilo moja, Lil Shayz. Na mimi ni creator, ni content creator, na mimi pia ni dancer. Na dancing kupost kwa mitandao nilianzia mwaka jana, ulikuwa mwezi wa 7. Mwezi wa 7 nilianza dance nikiweka kwa mitandao, kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa kwa sisi kama madansa. Madansa wengi wa Kilifi County ama Malindi kwa ujumla huwa hawajitolei kuweka kwa mitandao. Madansa wamezoea support, wamezoea kubebwa, wamezoea kusapotiwa. So mimi kama mimi nilikosa support, na support iliyokuwa ni ndogo, ni mtu udance upewe 300 200. So nikaona hiyo ni mbaya, wacha tu niweke kwa mitandao na stuff like that. So nimefanya dancing sasa niko na mwaka mmoja, ni kama naelekea miaka 2, mwaka 1 na nusu, sasa naelekea miaka 2 huko. So naishi Maweni, Malindi Maweni. So nilipatana na Mr. Martin, fundi wa simu, na ni creator kama mimi. Ni creator kama mimi, alini DM pale Facebook na nikamtafuta. By the way, unajua you never know, nikamtafuta fundi Martin na sasa tuko pamoja hapa. Lakini pia nina swali kidogo. Niulize tu. It's like sisi kama vijana, unajua na represent vijana kwa ujumla. Sisi kama vijana kuna changamoto mingi ambayo tumekuwa tukipitia. By the way, kufanya dancing kwa mitandao sio rahisi kama venye vijana wengine wanafikiria. Mtu akikuona kwa mtandao anaona kijana anang'ara nini, is not easy. Nini sasa mahali ulifika? Najua ume experience life kwa muda mrefu. Najua kwa sasa unaweza kuwa kama babangu na ume experience life vile inaenda. How naona sasa wewe ni fundi wa simu na uko na duka. Ili kufikia kwa hili duka, how did you do this? Ulifanyaje mpaka sasa na kuona kidogo umefikia kwa duka juu? Malengo pia ni kupata mahali ambapo pana kuingizia kipato cha kila siku. Yes. Hiyo ni nzuri kuliko sometimes unaajiriwa, mshahara unapewa nusu, unaambiwa nusu itamalizwa mwisho wa mwezi. So inakuwa kama ulikuwa uko pale unazidi kurudi chini badala uende mbele. How did you do this? Okay, katika kumjibu huyu kijana amesema katika vile anavyoniona mimi nina experience katika maisha, lakini nitamjibu kwanza, nimetokea mbali. Kufikia saa hii mimi nina umri wa miaka 35, 35 years. Wow, 35 years. Niko 35 years. Na kulingana na yeye umri wake vile namuona, huyu ni mtu wako kama 22, 23 hapo.
Kwa hivyo akiwa ameniuliza ushauri yale katika zile pita zangu kupanda na kushuka katika maisha mpaka mahali nimefikia, yenyewe sija make it, sijafanikiwa katika safari yangu, lakini kulingana na yeye kama kijana anaona mahali nimefikia, ni ushauri ni vizuri mtu kuuliza ushauri na zile changamoto mtu anapitia. So mimi ni kazi yangu ya kwanza kufanya nilifanya kwa rehab. Rehab ni sehemu ambayo vijana ambao wameathirika na dawa za kulevya, mihadarati, huwa wanapelekwa kureform. Unaona? Huwa wanapelekwa like mari tulikuwa tuna hiyo institution ilikuwa inaitwa International Blue Cross, iko Embu. Nilipoenda pale nikapata kazi ya kwanza, nilikuwa nalipwa shilingi 300 kwa siku. Nikafanya kazi kama miezi sita ndio nikaja huku Pwani. Nilipokuja huku Pwani, aliyekuwa ni mtu wa kwanza kunikaribisha hapa alikuwa ni shangazi yangu ambaye anaitwa Madam Elizabeth Ngaine. Najivunia na ninamheshimu huyo mama kwa sababu ya unajua katika maisha mtu yoyote ambaye amekushika mkono ama amekuonyesha njia, ukimheshimu ni jambo la busara. Hata kama watu huwa hawakosi kukosana, lakini wale waliokufanyia kutendea mazuri wote, kuonyesha njia ni hii, ukipita hapa utafanikiwa. So ni vizuri yule mtu pia unamshukuru. Kwa hivyo Madam Ngaine, Madam Kare, anaitwa Kare, namshukuru sana hata katika hii hatua niliyoifikia. Ni kama mamangu nikiwa hapa Malindi, yeye ndiye alinileta Malindi. So nilipokuja Malindi, ile kazi kule nilikuwa nimeacha, nikaona nije huku pengine kuna wazungu wanasema green pastures. Nikaja huku nikaanza kazi hii ya kutengeneza simu. Ulipokuja Malindi ulifanya tayari kazi ya kutengeneza simu tayari? Nilikuja nikajifundisha, kaniambia hii kazi ya kutengeneza simu ni mzuri. Kwanza nilimfanyia kazi kwanza shuleni. Kwanza nilimfanyia kazi madam huyo shangazi yangu, nikaa na yeye kwa ameniajiri, nikamfanyia kazi kwa muda. Na nilipoanza kazi yangu mwenyewe akaniambia kazi ya kutengeneza. Kitambo alikuwa ananiambia kazi ya kutengeneza simu anaona ni nzuri. Ile kazi haihitaji mtaji mkubwa, haina lot of capital, capital kubwa. Ni simple. Na kipato chake anakiona si kibaya. Alafu skills, anaona hizo skills ukiwa na kazi yako yenye umesomea na mikono yako mwenyewe si sawa na kuajiriwa. Unaona? So nikajifundisha hii kazi ya kutengeneza simu na nikaanza kazi ya kutengeneza simu. Hapo nikafanya driving, nikaenda nikafanya BCE, nikafanya driving, nikapata license na nikawa nimefikiria kufanya taxi. Hiyo ni story ya siku nyingine. Nikawa nimenunua gari ndogo ya kufanyia taxi, lakini gari mzee. So kazi yangu ya kutengeneza simu sikuachana nayo. Uli stick to the business. Kazi ya taxi ilinishinda, nikaiona ni ngumu. Nikaiona ni ngumu. Unajua kila mtu unaona kazi yote unayoona mtu anafanya. Lakini naweza kuambia hiyo kazi ni ngumu, lakini kunaweza kuanza na ikakukataa. Unaona? So na kama vile ameniambia ni vizuri kuuliza ushauri. Kama hapo kwa mambo ya taxi nilikuwa sijauliza ushauri. Niliona tu watu wanafanya vizuri na hii kazi nikaingia kwa business. Na mimi nilikuwa napenda kudrive. Huku somo ulienda tu? Na mimi nilikuwa napenda kudrive. So ikadunda. Na ikanitia hasara pia. Unaona? Gari ukiwa na gari na hasara zake. Gari ni kama ni liability, gari ni liability.
Manake hiyo gari ikiharibika ni utengeneze, inaleta faida, inaleta faida, inaleta faida, inataka service na inataka insurance. Unaona, utamkodishia mtu ameenda kule, gari amegonga na kuletea wewe, haijaleta ile pesa ulikuwa umetarajia. Unaona kitu kama hiyo. So kufikia hapa nilipofika, nimejionea mambo mengi. Nikaventure na hii kazi ya kutengeneza simu. Hii kazi nimeifanya kutokea 2015. Ile vizuri nimeifanya kutoka 2015. So ukipiga hesabu ya haraka hiyo ni kama miaka 9, tuseme miaka 10. Miaka 10 ndio ufikia hapa mahali umefika. Miaka 10 na ina changamoto zake. Ukiniangalia vizuri kijana, mimi nina familia. Niko na bibi na watoto wawili. Na watoto, kulea watoto na bibi na kuwashughulikia, kuwahudumia, inataka mtu mwenye, kitu ya kwanza unajituma, unamuomba Mungu, ndio, na unaheshimu watu wale unaoishi nao. So kitu ya kwanza ni heshima, unaheshimu watu na unamkumbuka Mungu. Na kazi ya nduka si kazi rahisi, ina changamoto zake. Kwa hivyo kama vile wewe mwenyewe mahali umefikia katika hii kazi yako ya content creation, hii kazi ya nduka pia nayo ina changamoto zake, na ndio nikafikiria pia nikiweka kwa mtandao itakuwa ni rahisi client wangu kunijua, kunifuatilia kwa karibu, na yule ambaye mtu mgeni pia amekuwa referred kwangu, kunipata inakuwa ni rahisi. Kwa hivyo jambo la kuadvise kama vile na ule ushauri naweza kukupatia, bila kuongea story nyingi na hadithi nyingi ambazo hazina mwisho. Yote 9 10 ni kuwa katika umri ambao unao saa hii. Wewe hauna majukumu, haujaanza familia, hauna bibi, hauna watoto. Jambo la kwanza ni mambo ya mihadarati, dawa za kulevya. Hilo lisije kwa akili yako. Dawa za kulevya yani ni no-go zone. Hilo ni jambo uliepuke kabisa kama unataka kuendelea. Ndio. Jambo la pili ni unaheshimu watu wale wanakuzunguka. Jambo la tatu, mambo ya Mungu nimekutanguliza kumwomba Mungu na kumwomba Mungu. Na bidii, kuna kitu kingine, na bidii tu. Kwa hivyo sina mengine mengi naweza kuambia, ni hayo tu madogo kijana wangu. Nashukuru umekuja tukaweze kujadiliana. Asante sana Fundi Martin. Asante sana. Mungu akubariki, na nashukuru kwa ushauri ambao umenipa, na nitazidi kujituma kwa sababu hakuna no way kurudi nyuma naanza kufikiria tena mambo mengine. Mimi nitazidi tu kujituma na Mungu atafungua milango. Asante sana, nimeshukuru sana. Karibu, mimi na kukaribisha tena, ujisikie huru ukija katika kazi yangu, ama ni client umeniletea, you just feel at home. Sisi ni kama mandugu kusaidiana. Hata nimegundua unatokea mtaa wenye ninaoishi, nilikuwa sijajua ukai mbali na sehemu ambayo ninaoishi. Kwa hivyo kama kuna jambo lolote ungependa tushare ama tujadiliane, mimi ninapenda kushirikiana, na napenda katika list yangu ya marafiki huwa napenda kuwaongeza, si kuwapunguza. Kwa hivyo kuanzia leo mimi naona utakuwa ni rafiki yangu. Kwa hivyo na rudi kwenyu tena mafans wale ambao ni wageni, channel yangu mpya ya YouTube, pale YouTube tunaomba msubscribe. Ndio kazi yoyote tukifanya kazi yoyote mpya utakuwa unaipata wa kwanza na kwa njia rahisi, na wewe utawapa. Na mimi ningependa kuongelea pia mimi mitandao yangu ya kijamii, waenda pale TikTok, search Lil Shays Official, kama hiyo yenye unaiona hapo, Lil Shays Official. Follow hapo TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube. Nitakuwa mmeniokolea, muangalie video zangu na muenjoy. That's all I want to talk to you. Twendeni kule tuongee. Asante sana. Karibu.
Welcome my brother. Thank you, thank you. Yangu karibu sana. Yo vila to mjisikie nyumbani. Thank you very much. Thank you very much.